نفس إن لم تظفري لا تجزعي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم, akavuka mipaka, akawa ni dhalim. Uhuru aliyokuwa nao akautumia vibaya, akawa mwenye kibri, akatakabbar. Fabagha alaihim wa atainahu min alkunuz. Lakini huyu Qarun huyu tulimpa mali nyingi sana, kunuz, zile funguo za kwenda store kwenye hazina ya mali yake ambao anaoimiliki mali ile. Wanabeba kikundi cha watu wasiopungua 10, funguo tu za kwenda store, kwenda kufungua mali. Idh qalahu qaumun, watu wake ambao waliokuwa wanafanya muamala na yeye, waliokuwa wanaishi naye, la tafrah, usivuke mipaka ukawa mwenye maringo na majivuno. La tafrah, inna Allaha la yuhibbu alfarihin. Allah hapendi watu wanaojivuna, Allah hapendi watu wenye kutakabbar. La tafrah, furaha ndugu zangu, Allah hajakataza furaha katika misingi ya kisheria, lakini furaha ya majivuno, ya kujigamba, ya kujiona kwamba wewe ndiyo wewe, Allah hapendi. Wabtaghi fima ataka Allah dara al-akhirah. Ewe Qarun, katika neema ile alokupa Mola wako, iwe ni sehemu ya msaada wako wewe, msaada ambao wakusaidia ili upate akhira yako. Hii mali ambayo Allah amekuruzuku sio kwa sababu ya ujanja wako hata kidogo, sio kwa sababu ya akili yako, sio kwa sababu ya ushujaa wako. Wako wangapi madhaifu wako wenye viti wanamiliki mali na wamewaajiri watu wenye nguvu, kwa sababu mali haiji kwa nguvu. Wako watu wangapi hata darasa la 7 hawajamaliza, lakini wameajiri maprofesa wa kuendeshea biashara zao, wanalipwa mishahara. Mali haiji kwa nguvu wala haiji kwa akili, ni riziki ambayo Allah humpa anayemtaka. Katika yale neema alokuwa amekuruzuku Mola wako, ebu elekeza maisha yako kutafuta akhera yako. Dunia ni ya kupita, wala tansa nasibaka minad dunia. Sawa, tafuta mali, lakini kwa ajili ya nasibu, sehemu ya maisha yako ya ulimwengu. Unataka kula, wataka kuvaa, wataka kuishi, hichi ambacho cha kufanya wewe utulize nafsi yako, hicho kitulize nacho. Nasibu minad dunia, kwa sababu mali yote unaoichuma wewe, hata kama unamiliki mali ya namna gani, umejenga majumba 10, una magari 30, una mashamba, una wanyama, una kadha, lakini siku malakul mauti anakutelemkia, ile sanda yako ya shuka 3 ndio utakaovingishwa nayo, wakakubeba wale ambao wenye kukubeba na kuingiza ndani ya mwanandani. Haya yote uliokuwa unayamiliki sio ya kwako tena, ya watu unaoacha nyuma yako, ambao kwa kutarajia wayatumie katika misingi ya kheri. Wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu yako katika maisha ya dunia. Lakini wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Ewe Qarun, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Ebu fanya wema basi kwa ndugu zako, jamaa zako, watu wako unaoishi nao. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, ebu fanya wema, ihsani juu yao. Kama ahsana Allahu ilaika, kama Allah alivyokuwa amekuneemesha wewe kakufanyia ihsani. Wangapi amewanyima kakupa wewe? Kumbuka neema hiyo. Kuna watu wameruzukiwa neema ya afya, kumbuka afya yako. Wako wangapi hawana afya? Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Ebu katika mali yako wakumbuke wale ambao wanyonge uliokuwa nao, ambao wanaokuzunguka. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wala tabghi alfasada fil ardh. Katika mali uliopewa ewe Qarun, katika mali uliopewa na Allah, ihsani hiyo, wala tabghi alfasada fil ardhi, usifanye ufisadi katika ardhi kwa mali ile. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin, Allah hapendi watu ambao wenye kufanya ufisadi. Neema aliyokuruzuku Allah usiitumie kufanya ufisadi. Ndugu yangu, si Qarun, mimi na wewe, neema alizoturuzuku Allah, kuna wengi Allah hakuwaruzuku. Kila alichokuruzuku Allah usikitumie kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Salli wa sallim wa barik.